katikati ni about kuna hizi vitu zilikuwa zina nini. Kuna hapo kwa Talanta Stadium Ruto amesema kuna hii levy, the sports funding levy and all that. Amesema hiyo fund haijakuwa active for the past 15 years. Unaona? Na Talanta Stadium saizi at his stand side, okay, tuko nayo, is the one of the biggest stadiums in the world. Sindio? But in East Africa, sindio? But it's the most expensive stadium tukilipana hiyo debt for the next 15 years. Is the tunalipana interest ya almost 100 billion. Unacheki? Yeye anasema eti hakuna hasara kwa sababu hiyo pesa ilikuwa imelala, at least hizi imejenga stadium. Unadhani hiyo pesa kuna venye ita affect a life of a common Kenyan? When a country na failure na anangangana venye ataacha legacy. Like during my era nilitengeneza Talanta Stadium and all that. Unaona venye ita affect a common mwananchi. Unga ilikuwa 150 ifike 200 at some point. Yes, it's going to affect us because ile debt tumechukua and tutajepewa bure, tunafaa turudisha, tunafaa turudisha with the interest and tumepewa a period of time tunafaa turudisha. So if that time tunafaa turudisha itapata hatuko ready, itabidi tuingie deep into our pockets, deep into our treasury. Itabidi tutafute hii pesa kwa hali kwa mbinu zote. So akifail kupata hii pesa, itabidi kuna vitu zitaongezwa to raise this money. Itabidi government iende far, spread its feathers to tupate hii pesa tulipei. And in due process mwana natakuwa naumia ni mwananchi wa kawaida ule ako chini, ule ana feel. So tunaweza sema ni akona ideas nzuri, lakini let's look for kwa business kuna kitu tulikuwa tunasema kuna kitu important like if you give me food and shoe, I'll first take food because naweza kula na nitembee mkutuku for the meantime. Shida yake ni ajui priorities. The journey is to Singapore. Priorities ajui. Like SHA is not working. Look at SHA. Between SHA na Talanta Stadium is good, yes, hakuna mtu anakapinga by the way, but agefaa kumake sure SHA ina work. Roads wameanza project mingi kwa roads alafu wana dump. So hapo kwa SHA not working. Our Excellency Mr. President William Ruto juzi alikuja live akasema hakuna venye hiyo pesa wanasema ilipotea, sijui many billions zinaweza kuwa zimepotea. Kama hiyo pesa inaweza kuwa imepotea, sekta mzima ya health inaweza kuwa ifanyi kazi. But saizi as per now, venye vitu zimesimama inamaanisha operation za health and all that zinaendelea. So una feel hiyo story yote ya sijui 50 billion zimepotea in health sector ni ukweli ama ilikuwa ni propaganda? According to me na research nimefanya, the story is true. And look at all the government, hata wakati wa the so called Uhuru Kenyatta, walikuwa nasikia pesa imepotea, but the government is the function of government to deny. Washasikia government kujoka kabla yenyewe pesa zilipotea na zilipotea hivi na hivi na hivi, wata deny, they deny and that's the style they are using. They'll never accept pesa zinapotea daily. Corruption is the major problem that we are facing in our country. Like very few people wants to make it. It's like a pyramid. Wanataka na watu few wanataka kumake. Kuna research ilifanyikana, kuna research ilifanywa na ikapatikana kwamba 100 million billionaires in Kenya wanaweza feed the whole nation. Only 100. So wacha tusiingie sana, unajua tunaweza jipata mahali mbaya. So another question is about hizi parastatal companies in Kenya. Tumeona president akikuja chini anasema anataka privatize. That term. Do you think ni right tupate hiyo pesa tunapata but for long term zipe watu wengine wa generate pesa ama nini? I think like privatization ni kitu sigeni, ni kitu imeishi kufanyika. Like if you're a company is not doing well, unaweza privatize na on long term isaidia wanai, lakini hii yao is not genuine. Hii yao si genuine. Like hawana genuine intention. Privatization inakuanga like we should not act as if ni kitu geni. Like during the time of Uhuru Kenyatta it
it was there during time of Moi, Kibaki, it was there. Privatization imeishi kukua, but these guys hawana genuine intention. The intention is just to pocket na waibie wananchi, wafinye wananchi na wafinye kabisa. They don't care. Okay, another question is, what areas need to improve in our country? In our country, number one area, the biggest and the main area that brings us challenge is corruption. Corruption, wanasema charity begins at home. Yeah. Mimi nasema pia sisi wananchi pia corrupt. Angalia Wakenya walishikwa nchi zingine, the foreign countries. Walishikwa kwa nini? Fraud. Wengi wao ni fraud. Kisha hii kitu tuko nayo kwa mentality yetu. Wakati wa huduma namba ulikuwa unaona lipa 200 ndio uvukishwe na who asked you? Ni wewe ndio umejitolea. Kwanza Kenyans we are corrupt. Then tunachagua leaders corrupt. Tunapewa pesa kidogo na wachagua enda pale. Then wanarudisha pesa zao kwa so we are corrupt. We are breeding on a corrupt soul. Number 2 is security. Security like in Nairobi, security is very bad. I remember there time hapo kwa security tunaenda. Hata kwanza tuongelele. Unaona hapo ulikuwa unaongelea about corruption. Yeah. Kuna issue nyingine mimi nitai address to Kenyans and to sana to the Gen Zs. Na feel sayera tuko if we need change. We have to register as voters in big numbers. Juu situation tuko sahi, unaona issue li happen last time in financial year 2024. About ile time tulipoteza mzetu in all that. Juu leaders wale tunachagua as members of parliament, wapewe pesa, they will pass these bills and it will still affect us in so many ways. Na corruption kama president address, tuone mtu amenyongwa and all that, hii mambo itaendelea. So is our